Gwiciria tuguthie na mbere na kuina ugo tukuina kigoco Mr. Meshek microphone yako ni ukwambatia kidogo nigetha tukiine wega ukwati na murata utahana urio tondu ni ajui ire itamui ina murata tana ria
koimane Iliasa kendo kemona Inakenekerea ile zakayo Weromenya nekitukera Kore dhabu na kore wena Yedigo koya mainye mwadani Enoneda
Ila damu yake Yesu
kuniosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu Unasimama, ndiye mwamba ni salama. kwake Yesu Unasimama, ndiye mwamba ni salama. damu yake na zandaka Ategemea daima, yote chini ya kisha, na Mwokozi atanitosha. kwake Yesu Unasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu unasimama, ndiye mwamba ni salama. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I'm happy to see you. Poleni for what happened. Najua wengine mlitamani kufika mapema, but anyway, we say everything happens for good for them who trust in them. Now that you're here, it doesn't matter whether we were to start yesterday. Nguvu ya jana wacha tuitumie lini? So leo kama ni kuimba tunaimba squared. Are we together? So let's praise the Lord. Let's come in the house of the Lord with an expectant heart. And before we start everything, tutaendelea bado na praise, but we need to open this revival meeting officially. And I would like to request the clergy in charge to open for us. Karibu sana, Pastor Yusuf. Namsalimu nyote kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mara ya tatu tuinue mikono. Haleluya. Praise the Lord. Sawa sawa, karibuni sana kwa nyumba ya Mungu. Na kama vile kiongozi wa ibada ya jioni ya leo amesema, utarajie kutoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu ako nasi na atatuhudumia kulingana na mpango wake kwetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Tuombe ndio tuanze rasmi. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele yako Mungu wetu jioni ya leo. Kama vile umetuleta na ukatukusanyisha mahali hapa jioni ya leo, tuko na shukurani kwako Mungu, hata kwa vile umetupa siku njema, na jioni ya leo Bwana umetuwezesha kuja katika ukumbi huu. Ceaseless flow of grace. And we can see personalities in the Bible who are favored by grace. For example, as I was coming, I was thinking about Noah. Of all the other people who are alive in this whole world at that time, I'm not sure about the population, God saved Noah. That was just by grace. So when the grace of God is sufficient, I'm talking so that the praise and worship team can be ready. When the grace of the Lord is sufficient, hata huku nje wakipigana, that is where I'm getting to. We shall be safe. Sisi tutakuwa in the ark. We are in there. So you're safe wherever you are.
na nginya mahinda ma kuinuka makinya, I'm telling you for free, you're going to get home safe. Amen. Bwana wabariki sana, karibuni praise and worship. Bwana asifiwe. Twerwo nĩ hĩndĩ ya njia officially. Na ithuĩ rĩu twanjia kĩgoco officially. Rĩu nĩ tũkũinĩra Ngai na tũtingĩina mũikaire thĩ. No nginya mũrũgame nĩgetha twĩke atĩa? Tuinĩre Ngai. Rekei tuinĩre Ngai na mahiga me muoyo. Na tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩho, tuinĩre Ngai wega akene. John. One. Bwana asifiwe. Hallelujah. Basi. Simameni wote tuimbe. Na worship team, tafadhali join us. Takutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Takutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Hallelujah. Yesu, Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. damu yake na sadaka damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi akanitoa. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Jehova, 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 Jehova. Nikitwa hukumuni, nina amani, nikivishwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikitwa hukumuni, nina amani, nikivishwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. haya, kila mtu atoe bendera, kila mtu atoe bendera yake, kila mtu atoe bendera yake. Wewe, kila mtu atoe bendera yake, kila mtu atoe bendera yake. Twende, kila mtu bendera yake. Wewe, bendera ya Yesu, bendera ya Yesu, sio bendera ya chama. Bendera ya Yesu, si bendera ya chama. Bendera ya Yesu, bendera ya Yesu. Twende, 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 twende. Bendera yake Yesu Twende. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Peperusha bendera, peperusha, peperusha, peperusha wewe. Bendera ya Yesu, bendera ya Yesu, si bendera ya chama. Bendera ya Yesu, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu
Jesus, twende. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Utiaje soa kwa utiaje wewe. 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 Kula guothe Jesu athiaga ekaga wega. 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 Kula guothe Jesu athiaga. Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Tule. Neno la Bwana. Asitalia neno la Bwana. Asitalia neno la Bwana. Asitalia neno la Bwana. Adikaleti pale Yesu. Asitalia neno la Bwana. Adikaleti pale Yesu. Asitalia pale Yesu. Asitalia neno la Bwana. Asitalia neno la Bwana. Adikaleti pale Yesu. Wazee waruka. Believe I know it. I believe I know. Since thy strong. Nilifurahi waliponiambia. Nilifurahi waliponiambia. Nilifurahi waliponiambia. Twendeni. Twendeni nyumbani mwa baba. Nenda hospitali ya Majerira. Nenda hospitali ya Majerira. Nenda hospitali ya Majerira. Nenda nyumbani ya baba. Hallelujah. Chezea Bwana. Aduli Morilio, Ni mwenda Yesu nao makiura. Ndio mwendeze. Aduli Morilio, Ni mwenda Yesu nao makiura. Ndio mwendeze. Aebu
zunguka, hebu zunguka, anayuthi morilio, nao makiuga, hebu zunguka, zunguka tena, hebu zunguka, twende. Hallelujah. Jehova. Aduri mweile rugura iga retagenene. Aduri mweile rugura iga retagenene. Atumia mweile rugura iga retagenene. Atesonewe iga Hallelujah.
Kalvari. Oro wa moyo. Thogora muoyo wathogorirwo ndu. Nani arĩ wa muoyo-inĩ gĩbatiĩ gũtũũra ndagĩrĩire gũkua. Kwandonanirwo kĩrekero menya ngirĩrĩrio waganu wakwa wothe. Ngiuga ndarĩ mwega kũuna kwenia Twaine. mũtharaba-inĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe. Gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ nĩ thayũ Ĩni ciothe ndacirutire Kalvari. hĩndĩ ĩrĩa mũgeni. Hĩndĩ ĩrĩa mũgeni onire menya wake Akĩũria mũhunjia. mũhunjia ũhoro ingĩgĩteithĩka atĩa. Mũhunjia ũhoro akĩoya mũgeni Akĩmuonereria mũtharaba-inĩ. Kĩo-inĩ gitũ ti mbeca-inĩ citũ nĩ mũtharaba-inĩ. Twaine. Nĩ mũtharaba-inĩ. Nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe. Gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo gĩothe ndacirutire Haya, mwisho. Tuone makofi kwa Yesu. Adu. Makofi ya juu wewe. Nĩmenyete thĩna ndĩ mũge. Gĩtetereire o mũthenya mwerũ nĩkĩo ndĩrahoya ũmbĩrĩ. Nĩguo Baba ndũrie mathema Ũka Jesũ. ũkanĩgwetereire ũka Jesũ ũrĩa ũkirĩrĩirie ngoro yakwa ngĩiyũrie na tha. Nĩguo Baba ndũrie mathema Jehova. Nĩkwarĩ mũndũ warĩ mũtumu ĩrĩtwa rĩake etagwo Batima. ĩrĩrĩiguire Jesũ akĩtũhaarĩire nĩtũnjiguĩra. Ũka Jesũ. Ũkanĩgwetereire Aya, ũka Jesũ. ũrĩa ũkirĩrĩirie ngoro yakwa ngĩiyũrie na tha. Nĩguo Baba ndũrie mathema Ewe ũrutaga mũthĩni kĩara gĩkĩa mahuti ũkamwambara. Nĩguo marĩ andĩre nane Anere Ngai. andũ Tuone. Ũka Jesũ. ũkanĩgwetereire Aya, ũka Jesũ. ũrĩa ũkirĩrĩirie ngoro yakwa ngĩiyũrie na tha. Nĩguo Baba ndũrie mathema Atĩ bũrũri-inĩ rĩrĩa kwagata ĩkwagĩa thĩna na mĩri nĩtwagĩrĩirwo nĩtũnyitane moko twĩte Jesũ oke atũwega. Ũka Jesũ. ũkanĩgwetereire Ũka Jesũ. ũrĩa ũkirĩrĩirie Ngoro yakwa amĩiyũrie na tha. Nĩguo Baba ndũrie mathema Ũka Jesũ. ũkanĩgwetereire Jesũ ũrĩa ũkirĩrĩirie ngoro yakwa ndĩihũrie na thayũ. Nĩguo Baba Thĩ bũrũri-inĩ rĩrĩa kwagatha ũkwagĩa thĩna mbara na mĩrimũ twagĩrĩirwo tũnyitane moko twĩte Jesũ oke atũwetha. Ũka Jesũ ũkanĩngwetereire. Ũka Jesũ ũyokirĩrĩirie ngoro yakwa ĩiyũrie na tha.
Wapi shangwe na vigele kwa Bwana Yesu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Are you ready to be revived today? Yes. Ask your neighbor, are you ready to be revived today? Are you ready to be revived? Na kama hakuongeleshi uliza huyo mwingine, are you ready to be revived today? Are you ready to be revived today? And what we are starting to say is that revival is not only for today, but it shall be permanent. Yes. It shall be permanent. Yes. And that's why we're going to start with that song that says, it shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Come on. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh Lord my God, oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent. Cheza kidogo. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh Lord my God, oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God. Turn to your neighbor, turn to your neighbor, turn to your neighbor. It shall be glorious. It shall be glorious. What the Lord has done for me, it shall be glorious. It shall be glorious. Come on. It shall be glorious. What the Lord shall do for me, oh, it shall be glorious. Oh Lord my God, oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. It shall be glorious. It shall be glorious. What the Lord has done for me, it shall be glorious. It shall be glorious. Come on. It shall be glorious. What the Lord has done for me, it shall be glorious. Oh Lord my God, oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, oh how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Oh Lord my God, how excellent is your name. Chezea Bwana Yesu kidogo. Oh wahambanati, oh wahambanati, sihabonga. Come on, wahambanati, wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, sihabonga, sihabonga Jesu, sihabonga Jesu,
Simba wa Yuda, siyabonga Jesu, siyabonga, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga Simba wa Yuda, siyabonga Yesu, siyabonga. Tembea nasi, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba. Tembea nasi, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba. Father, this is our prayer this night, oh God, that you would walk with us. Father, we ask you, oh God, that this night you would walk with us. Bwana, tunaomba kwamba tukianza kutembea Bwana ukuwe nasi Bwana. Father, we pray unto you, oh God, that this night, even as we enter into your presence to listen to your word and to be revived, oh God. Father, we pray unto you this night that you may walk with us, oh God. That is our prayer, oh Lord. Father, that is our prayer, Jesus Christ. This night, walk with us, oh God, to correct us, to encourage us, to corral us, oh God, to call us and to repent us, oh God, to revive our hearts and our minds, oh God, in the mighty name of Jesus. Take this time to bring yourself before the Lord. Mwambie Mungu ni asante kwa baraka zako. Take this time to go before the Lord and tell him, God, I am thankful that I am here. God, I am thankful that I am standing in your presence. God, I am thankful that I am standing in the midst of your people, oh Jehovah. Father, I am thankful, oh God. Father, I am thankful because even though I deserve judgment and condemnation from you, what you have given me is grace to stand before your presence. Father, we ask that you may stand with us, oh God. Take this time, jipeleke mbele za Bwana. Don't be silent. Don't be silent. The Bible says that if you who are God's children do not sing and do not pray unto God, that the stones will stand and they will praise him and they will worship him, they will pray unto him. So don't take this time to be silent. Go before the Lord openly. Go before the Lord as you are. Father, we ask you, oh God, that you may walk with us this night. Father, we ask for your presence to walk with us this night, Jesus. Walk with us, Jesus. Walk with us, Jesus. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu, maombi yangu yafike kwako, yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni kiu yangu, ni haja yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane. One more time. Maombi yangu, maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Oh, nifanye kama, nifanye kama wakinitazama
wakinitazama kuone wewe unifinyange, unifanye kama nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange. Father, our prayer unto you this night, O God, that you will conform us to the very image of Christ, O God, this night. That, Father, even as we listen to your word, conform us and make us to look like Christ, O God, because that is our objective, O God, that we may be transformed to bear the very image of Christ in our words, in our thoughts, in our actions, O God. Father, how we pray that we may bear the very image of Christ, and that when people see us, O God, they shall see a reflection of Jesus Christ walking in us and working in us for the glory and for the honor of your name. Nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange. Twasema asante kwa Mungu wetu, twasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Oh, milele, milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Twasema asante kwa Mungu wetu, twasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako, mkono wako juu, mwambie fadhili zako zadumu Bwana. Mkono wako juu, mwambie fadhili zako zadumu Jehova Jireh. Haleluya. milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Milele
Isiraeli manyiteto memegwate Ariama manyitete mamera Soinere Ainageraga Edere mware hore Hederia Isiraeli manyiteto memegwate Ariama manyitete mamera Tohotate kuinera kai wito twegobo Tuinere ingeboiria Moinagira Ukari wanyu Hederia One more time, sema. Hederia Isiraeli manyiteto memegwate Ariama manyitete mamera Tuinere nyeboiria Moinagira gai wanyu Come on, Siwaski. Confess with your mouth. Confess that He is God. Confess that He can do marvelous in your life. Come on, say it loud. Neakuhete hoti ucio wa guka mbere yake utuku wa muthenya wa umuthi nigetha kururumure nigetha rurumure nyĩmbo cia Ngai witũ nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara maboko na majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ore twahotatia kũmũinĩra ituĩgobo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ mũtimũĩ ũrĩa tariĩ Ngai witũ nĩ mũnene Ngai witũ nĩ mũtugi bocia Ngai witũ rĩrĩ muoyo twahotatia kũmũinĩra tũrĩ ohe kaĩ mũtoĩ mũtimũĩ ma ni ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahotatia
rugamite wikare thi utumure kanwa gaku thiko ici ithatu cie mbere itu. I want you to confess something. I want something to be revived in your life. I want something to be revived in your family. I want something to be revived in your businesses. I want something to be revived in your ministries. I want something to be revived in these 3 days. I want you to start proclaiming right now. Ndirenda mwambĩrĩrie kuga ciugo cia go proclaim nigetha tuohorwo mũhunjia witũ agĩũka gũtuohorithia. Go before God, mwĩre Ngai nĩndakũhoya ndingĩhota Mwathani Ngai gũkũinĩra ndĩ ngombo, ndingĩhota gũgũtungata ndĩ ngombo. Mwathani Ngai kumania na ũmũthĩ ngĩthiĩ gũthikĩrĩria ndungata yaku Mwathani mwega, ndakũhoya Jehova Njire ũronjohora mĩnyororo yothe ĩrĩa njohetwo, ũronjohora kũrĩa guothe Mwathani Ngai ndanohwo. Mwathani Ngai kĩrĩa gĩothe kĩnjohete mũtũrĩre-inĩ wakwa ndĩrenda Mwathani Ngai kumania na ũmũthĩ kĩohorwo. Go before God, go before God, go before God. Thiĩ mbere ya Ngai mwĩre Jehova Njire ndakũhoya njohora Mwathani mwega, njohora Mwathani nĩgetha hote gũgũtungatĩra, njohora Mwathani Ngai nĩgetha biacara yakwa ĩthereme, njohora Mwathani nĩgetha gĩthomo gĩakwa gĩthiĩ na mbere wega. Mwathani Ngai, go before God. Ndirenda kũmuona mũkirĩte. I don't want to see you quiet. Take a moment, go before God. Go before God, go before God, go before God. Tũtingĩhota kũmũinĩra twĩ ngombo, tũtingĩhota kũmũinĩra tũrĩ ohĩ cioho cia mĩtũrĩre, tũtingĩhota kũmũinĩra tũrĩ ohĩ, tũtingĩhota kũmũinĩra tũgĩcakayaga. Mwĩre atũtũmĩre Musa oke atũkombore kumana na ũkombo wa Farao, kumana na ũkombo ũrĩa wothe ũkoretwo ũgĩtũthĩnia mĩtũrĩre-inĩ itũ. I want you to have a moment with your God. I want you to have a moment in your God. Welcome the Holy Spirit in your life. I want you to welcome the Holy Spirit. Ndĩrenda Ngai atwarĩrie ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda Ngai oke aranĩrie na ithuĩ ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda ũmũthĩ ũyũ Ngai oke aranĩrie na ithuĩ. Mwĩre nĩtũrutĩte iratũ. Mwathani Ngai nĩtũkinyĩte haha haku hatheru. Mwathani Ngai o ta ũrĩa werire Musa ruta iratũ tondũ haha nĩ hatheru. Mwathani Ngai nĩtũrutĩte iratũ. Ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ Ngai. Ĩtĩkĩra Mwathani gũtuohora Jesũ. Nĩtũĩ Mwathani Ngai nĩwĩharĩirie gũtũtũmĩra. Mwathani Ngai nĩtwĩharĩirie nĩtũrutĩte iratũ nĩtwĩtheretie Mwathani mwega. Ũka rĩu waranĩrie na ithuĩ Mwathani Ngai. Ũka ũtuohore Mwathani mwega. Ũka Mwathani Ngai wohore bũrũri witũ Mwathani mwega. Ũka Mwathani Ngai wohore kĩrĩa gĩothe Mwathani Ngai gĩtũnyitaga Mwathani Jesũ, tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikanagĩa. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Mũtoe Ngai witũ, mũtiũĩ kĩrĩa angĩka, mũtiũĩ magegania marĩa Ngai witũ ekaga, mũtiũĩ kĩrĩa Ngai witũ angĩka, mũtiũĩ kĩrĩa Ngai witũ angĩka. Ũngĩmũthaitha na roho wĩnyihĩtie mbere yake, wĩnyihĩtie mbere ya Mwathani witũ, egũkũrathima, egũkwambararia, egũgũtheremia ta ũrĩa ekire Ayubu. Mũtiũĩ Ngai witũ, mũtiũĩ kĩrĩa angĩka. Ngai witũ, Ngai mũtoe nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota. Ngai mũtoe Ngai witũ, Ngai mũtoe ũrĩa tariĩ.
kumuinira Hotatia kumuinira twikopo Ndire a Isiraeli manyitetu membegote Ariama manyitete mameraga Tuinire nyimbo iria Tuinere nyimbo iria moinagĩra Ngai wanyu Hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ohore hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ohore mũtũkenie Ikai mũtoĩ Ngai mũtoĩ Ngai witũ Mũtimoĩ Ngai witũ Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ Nyĩmbo cia Ngai witũ Nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Tutavua pamoja vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi na tutavua mapambo vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tutavua mapambo yetu vya thamani kwetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. oh, tutavua mapambo yetu, pesa zetu zote tutaweka kando, mioyo yetu Jehova, vitu vyote sifa zetu zote tutaweka kando Jehova. Haleluya. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase Haleluya. na utembee nasi. Oh, tutavua. Nataka uvue kila kitu. Nataka uvue maringo. Nataka uvue kiburi. Nataka uvue kila kitu. As we start the revival, nataka uvue kila kitu. Mioyo yetu twaleta mbele zako Jehova. Tunaomba ututakase. Tunaomba utuinue Jehova jia. Hallelujah. Oh, tutavua vitu vyote vya thamani kwetu, na mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase
uende nasi. Haleluya. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Come on. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Oh, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu. Let us all be upstanding. Sisi wote tusimame. Tutavua mapambo yetu Jehova, pesa zetu, gari zetu zote, tuacha mbele zako na mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Oh, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, vitu vyote vya thamani kwetu, na mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Nataka uchukue dakika 5 uvue hicho chenye umesema utavua. I want you to take 5 minutes. Vua kiburi, vua maringo, vua kila kitu ambacho kinakufanya. Vua mioyo yetu Jehova, tutavua pesa zetu zote, tutavua magari yetu Jehova Jire, tuacha mbele zako tukiwa tumevua. Tunaomba ututakase, tunaomba utinue Jehova Jire. Hakuna mfalme mwingine kama wewe, wastahili Jehova Jire. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, mioyo yetu tutavua Yesu Kristo. Tuomba uende pamoja nasi. Tuomba Yesu. Tuomba ewe Bwana mwema. Tuomba the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Pastor. Bwana asifiwe. Let us pray. Heavenly Father, we are so grateful before your presence this evening. We want to adore your holy name. We want to magnify your name for whom you are. We are excited to be before your presence, our God, that we may worship you, Lord, that we may feed from your feet, O Jehovah. We are so eager to receive at your table. Dear Lord, we pray that your Holy Spirit
will minister to each and every one of us. We want to thank you, dear Lord, for bringing us together this day. As we start our 3-day revival, Jehovah, we pray that your presence will move with us throughout this period. Jehovah, that you are going to do great things in our midst. We are so grateful, dear Lord. There has been many hindrances, but we are so grateful, Lord, that you have released us. You have given us an opportunity that we may gather here in your house, Lord, that we may worship you together. We are so grateful, Lord, even for bringing your servant, our guest speaker, Bishop Masida, dear Lord. There were so many obstacles on the way, but we are so grateful that the evil one is defeated. We are celebrating your victory in our midst. We want to say thank you, Jehovah, for there is no time that you have ever been defeated. When you are on our side, we know we are more than conquerors. Jehovah, we worship you. We give you praise for whom you are. You are mighty in our midst. You are the Lord of war, O Jehovah. When the devil declares war, you know more than him. Oh, we praise you and we give you honor. As we sit down now at your feet, Jehovah, may you feed us. May your Holy Spirit be in our midst to minister to each and every one of us. We give you praise and we adore you. For this we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 We may sit in the presence of the Lord. We want to welcome each and every one of you to today's meeting. We are excited to see you. We were to start our revival yesterday, but the Bible says that a man plans his ways, but God orders his steps. So this is the ordering of the Lord. He has ordered that we shall have the revival for 3 days. Amen. And we are so grateful. You know, we had a week of prayer. We have really prayed for this revival. And the prayers have worked. If we had not prayed, it would have been different. I can assure you. But we are grateful that despite the obstacles, you have found your way here. And we trust God is going to minister in a big way to us today. So because of time, tomorrow I believe all roads will be open. And we shall be here on time. So today, our program for now will be very short because we want to go straight to the Word of God. Our minister was tired so much on the way. We had to keep talking, explaining him the way to move. I had even to talk to Mrs. Bishop Kitonga of Redeemed. But fortunately, when he reached there, he also knew the way to cut the shortcut through the church. So we are very grateful that when the jam on Juja Road was so stuck, he found his way here. Bishop, we welcome you. We have been praying for you, and we are very excited to have you in our midst. We are very honored to have you in our midst. We are also honored to have other members of our churches and our pastors with us today. And because they are servants of God, it's good to recognize them. So I want to ask all the pastors who are here to stand up. We'll give them a microphone to just say their name, where they come from, and then we will invite the speaker. Whilst I'm standing here, we honor you, men of God. We are so grateful for joining us today, and we believe even tomorrow you join us. We are so grateful. So if you can stand, if you are pastor, if you can stand, we want to honor you. Just give them a microphone. They say their names, where they minister. They are our fellow ministers, bishop in our diocese.
of Nairobi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. 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 I'm Pastor Nehemiah Stephen. I minister in our church at Makongeni, Thika branch. Amen. Amen. God bless you, Pastor Nehemiah. Praise God. Amen. Hallelujah. Kwa majina ni Pastor Jacob from Kiabu, AGCC Kiabu. Thank you, Pastor Jacob from Kiabu. Bwana asifiwe. Mimi ni Pastor Yusuf. I assist Pastor Moses here in Huruma. Amen. Pastor Yusuf is the one we went to invite our bishop with. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. I thank God to be with you this day. Maside. Bishop, I remember you in Horad. You know, you are on the same seat. Thank you so much. This is our church. This is where I came from. And I'm grateful that you have come now. These are my people, whom I said I'll do everything with them. Thank you for coming. You are welcome. I minister at the Thika Road Church. We have opened another branch. I was sitting here, but I was told to go there. So I am serving there, and I'm praising God. And that's a good place. Welcome. Amen. Pastor Mika from Thika Road, thank you for coming. Bwana asifiwe sana. Praise be to the Lord. Amen. I'm Jeremiah. I'm the parish minister Thika. I reside in Mwihoko, Githurai. And of course, we are very happy. We are very glad to honor you. And you know, we used to sing, this is the day the Lord has made. And of course, I believe today we shall be blessed. Welcome. Thank you. Thank you, our senior pastor, Jeremiah. Bwana asifiwe. Amen. Hosea is my name. Yeshohe. I serve at Kikuyu, HCC. Thank you. That's our General Secretary, Bishop. And we honor you. We thank you for honoring us with your coming. And now, without much ado, I want to introduce Mrs. Bishop. Mrs. Bishop, she's our mom. Amen. And last but not least, my wife, my dear wife, Lecho. You can wave to the church. Amen. Amen. We want to honor any deacon who is here. If you can start, we appreciate you. Deacons, even without saying names, we want to appreciate you. God bless you, God bless you, God bless you, deacons. Our deaconess, if they can stand up also, we want to honor you. They are women of God. Amen. God bless you, God bless you. We are now going straight to hear the word of God. Bishop, we don't want to have much ado. Bishop is afraid to our bishop or our pastor emeritus, Solomon Waigwa. And actually today, Bishop Waigwa called him. You bring the message. I don't want to, and he's watching. Amen. Thank you. Yes, thank you, thank you, thank you. So Bishop is Bishop JB. He'll tell us about JB. I know about Maside, but probably he'll tell us about JB. And Bishop JB, I came to know about him when I was in college. They were the men that used to come to preach to us when we were in college. And he has fathered many ministers in this country. He's one of our fathers in the faith in this country. When we talk of fathers, he's one of them. And we are very privileged to have him and to accept our invitation. He
ministers at Deliverance Church International, Umoja. I don't want to introduce the pastors with him. And fortunately, the bishop, his co-worker, Bishop Kennedy Batia, is my chairman at Thika Water. The bishop of Thika Diocese of Deliverance Church, in charge of 76, he tells me about 70-something churches in Thika. And he was a link person together with Engineer Githiomi, Peter Githiomi, Engineer Peter, Bishop around me to introduce him. He's my classmate at the university, and he's an elder. So those are the men God used to link us up with Bishop, and we are so grateful to have you, man of God, in our presence, and we are expecting from the Lord. So can we put a clap to Jesus as we welcome the minister of God to come and minister to us? Karibu sana, Bishop. Karibu, 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 karibu. Mwathani egocwo. Yesu arokumio. Hallelujah. Are you okay? Is it easy if I, or you want me to do it there? I go up? Okay, okay. Okay. No problem. Nimeona. Yes, saa zingine mtu anaweza kuja na hana socks. Kwa hivyo anaogopa kutoa viatu kwa maana socks iko na shimo. Kwa hivyo Bwana asifiwe sana. Kikuyu najua kiasi. Si kidogo ni kingi. Kwa maana mke wangu anaitwa Muthoni. Kwa hivyo mkiniona hapa, mimi kwangu niko na Muthoni, niko na Wanjiko, niko na Mokami, kijana wangu ameoa Wanjiro. Si mimi ni tuko kitu kimoja. Dada yangu ameolewa hapa Murang'a. Kwa hivyo amezaa Wambui, amezaa Gakuo. Ikifika hapo sisi tumeingiana sana. Kwa maana hawa watu wote mimi wananiita shemeji, wengine wananiita anko, wengine wananiita baba. Kwa hivyo nashukuru sana kufika hapa siku ya leo. Kualikwa na mchungaji Musa. Asante sana. Nimekuja na Pastor Mike Ogutu, Pastor Ken Odori. Hawa ni wachungaji pamoja nami. Ile umesikia Deliverance Church Umoja, tuko pale Umoja tukiwa na Elder Githiomi. This one is working. This one is working. I can now hear myself. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tuko pale na mzee Githiomi na wazee wengine wengi tumefanya nao kazi. I've been in Umoja now for 42 years. Nienda pale nikiwa kijana. Sasa miaka yangu nimeelekea mid 70s. Tamkiniona hapo. Ni Mungu amenisaidia. Bwana asifiwe sana. Na nampenda Yesu. Mchungaji amesema hajui maana ya JB ni sawa tu. Hiyo tutaachana nayo kwa leo kwa sababu ya masaa. Nitaeleza wakati wa hiyo baada next maana ya JB. Ni majina. Hakuna jina alikuzi mtoto. Mtoto hata kumuita kwanza nyinyi shemeji zangu. Bwana asifiwe sana. Si mnaitaka watoto wengine Nyaga, Njogu, ona Keng'ang'i, Mbogo, na wanakuwa. Na hata kataa kukua tukazao ameitwa Mbogo, bado anaku. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna jina ikuzi mtoto.
Wewe ukimuita mtoto ni kumlea, na hilo jina atakuwa mtu mzima. Na watu atakuita vile unataka wewe kuambia wewe ndio njogu, sio atakuita tu njogu. Hawatabadilisha, atakuita tu njogu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa na mchungaji Musa, nikakubali nitakuja. Na wakati nimekubali bishop wetu Mark Kariuki, wengi mnamfahamu, akabadilisha mkutano wa wachungaji. Akatangaza unaanza Jumatatu, unaisha leo. Lazima ni Nakuru. Sasa mimi huyo nikaenda wapi? Nakuru. Tangu Jumatatu nimekuwa Nakuru. Kwa kanisa la mchungaji Musa. Kwa hivyo mimi nitaondoka Wednesday. Kwa sababu Thursday nina mkutano. Kwa mimi Wednesday tu nikaita Pastor Mike. Nikamwambia twende hii gari uendeshe mpaka Nairobi. Kwa hivyo mimi niliacha, hata jana Mbate ndiye alikuwa anahubiri. Sikumsikiliza. Kwa sababu nilimwangalia kwa mtandao. Mimi nilikuwa nimerudi pande hii. Naambia na mchungaji barabara zinaketije? Huku zimefungwa. Naambia hata kwangu nikitoka zimefungiwa tu hapa. Kwa hivyo nikasema acha tusingangane na polisi. Tungojee leo sasa tumepangana na magari woyo. Hapa kutoka tu moja kuja hapa. It was supposed to take 25 minutes. 25 minutes. Tumejaribu kupitia Bahati haipitiki. Kwenda Isili haingiliki. Nimerudi Kamakis nikaingilia, nikatokea huko Ruiru. Ndio nifike hapa saa hii. Ukiona uvione wewe tumekuja. Ndio vile mchungaji anasema tuliomba. Maombi imesaidia. Kwa maana kama si maombi ningefika bali naambia digoka nini. Barani hizo kile na ikiharibika si imeharibika. Sikilia mtu aende nyumbani. Tukutane kesho. Lakini nikasema hapana, kama jana hatukufika. Shetani anatupiga vita aina gani hii? Tusimruhusu. Lazima tusonge mbele. Umesikia mama amesema ashindwe. Hata mimi nakubali ashindwe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na hiyo imetusumbua leo, isitusumbue tena. Hiyo imetusumbua sana. Hallelujah. Sasa hapa nataka niulize, tunahubiri Kiswahili ama Kiingereza? Kwa maana Kikuyu siwezi. Ningehubiri Kikuyu. Zote. Hata Kikuyu. Nichanganye. Ile changanya Yesu ambayo Yesu anakubali Bwana asifiwe sana. Unajua kuna wengine Yesu amekataa. Jina la Bwana lisifiwe. Mmenialika nije niwahubirie na mimi nimekuja. Bwana asifiwe sana. Na sijui kama mnafahamu vile mimi uhubiri. Mimi ni mhubiri wa Kipentekoste. Bwana asifiwe sana. Kama umeona kipindi changu kwa TV, mimi sikaagi pahali pamoja. Mimi nakuaga hapa, narudi pande hii. Ili shetani akitaka kunizuia pia naye achoke. Na ukikaa mahali pamoja anakuja na kuwekelea mkono naanza kusinzia hapo. Guga tiriri. Sasa bala nifanye hivyo si nisonga songe, hata damu inatembea kwa miguu. Bwana asifiwe sana. The theme of this conference is ceaseless flow. Mafuta ambayo yanatiririka. Hallelujah. Ni yanatiririka bila kikomo. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio mafuta Mungu ametupatia sisi kama watumishi wake. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka niwaletee neno leo juu ya upako. Sema upako. Upako wa mafuta ni kitu cha maana sana sana sana. Na ni muhimu kwa sababu ukielewa maana ya mafuta ambayo Mungu anamwaga yasiwe na kikomo. Bwana asifiwe sana. Utatembea katika ushindi katika maisha yako. Jina la Bwana lisifiwe sana. Na kwa hivyo jioni ya leo nataka nilete hilo neno juu ya mafuta. Sema mafuta. Sema tena mafuta. Naona mnaninyamazia kwa sababu nataka niwakumbushe. Nimetoka Umoja Nimetoka wapi? Hiyo kanisa unasikia inaitwa Umoja ni watu 10,000. Bwana asifiwe sana. Saa hii tumefungua campus 6. Tugawanye watu kwa sababu ni wengi. Lakini kabla ya COVID walikuwa wanafika pale watu 10,000, ibada 3
watoto 3,000 na youth walikuwa karibu 700 na teenagers 1,200 kila Jumapili. Sasa wale watu wananiamini, hata kama siyasema point, wanasemaga amen. Wakiamini point itakuja. Kwa hivyo mkininyamazia nasikia kurudi, mtanyamaza ama mtazungumza? Asante. Ambia jirani yako, neighbor, tusinyamazie baba askofu. Bwana asifiwe sana. Tusinyamazie baba askofu, kwa maana tukinyamaza atasikia kurudi umoja na hatutaki arudi. Si ni mgeni wetu wiki hii? Asanteni sana. Tuangalie mambo ya upako wa mafuta ambayo inasaidia na kazi mafuta inafanya juu ya maisha ya mwanadamu. Haleluya. Na ni Mungu, na ujue mafuta tangu Agano la Kale ilikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Nimeona jina leo limenibariki sana. African Holy Ghost Christian Church. Haleluya. Dalili ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni mafuta. Ilikuwa ni nini? Mafuta. Bwana asifiwe sana. Na mimi na Mark Kariuki kila mwaka tunakuaga na zunguka Kenya hii miezi miwili. Tunachukua kufunga na kuomba. Na tunazunguka tukiombea wachungaji na kuwapaka mafuta. Kwa maana tunaamini kwamba una mtu anapopakwa mafuta kuna kitu kinatendeka katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Na mimi naamini vile nimesema ceaseless flow. I want to believe God that there shall be a ceaseless flow out of this house. Hizi screens zinapata maandiko ama nitasoma? Vijana wa computer. Do you have the Bible on these screens? God bless you. You are good people. Hallelujah. Hebu weka Exodus 29:21. Weka Exodus 29:21. Hiyo itakuwa imenisaidia sana. Nilikuwa na wasiwasi. Mimi nimebeba hii Biblia ya kufungua na mkono. Wana zile zingine zinaishaga battery. Jona zile zingine zinaisha battery. Bwana asifiwe sana. Ndio hiyo. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi ni mwalimu. Ati mimi ni mwalimu? Mimi ni mwalimu wa neno. Bwana asifiwe sana. Na nataka hili neno kama nitawafundisha vizuri tutasoma pamoja. Si mnajua kusoma? Mimi nimwasikiliza hapa, nimeona mwayadhoma nguinywe. Tujaribu tusome. Anasemaje? Mungu anasemaje? And take some blood from the altar and some of the anointing oil and sprinkle it on Aaron and his garments and on his sons and their garments, and he and his sons and their garments will be, meaning they'll be holy. Bwana asifiwe sana. Chukua mafuta ikiwa na damu kutoka kwa madhabahu. Haleluya. Ukampake Haruni na watoto wake. Na upake na nguo zao pia. Na utakapokuwa umefanya hivyo kwa ajili ya mafuta. Haleluya. Watakuwa ni watu wametengwa kwa kazi takatifu. Jina la Bwana lisifiwe sana. Upako wa mafuta unatenga watu. Unafanya unakuwa mtu wa Kikuyu, mna hilo neno mwamure. Sio bado najua Kikuyu yangu inakuja polepole tu. Itatokelezea. Nitaambia Modhoni leo anipatie more lessons. Bwana asifiwe sana. Unakuwa mtu ambaye umetengwa kwa kazi ya Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. They shall be consecrated. Ukiona wazee wanafanya kazi, they are consecrated. Ukiona madicones wanafanya kazi, they are what? Consecrated. Ukiona mimi nafanya kazi, I am what? Consecrated. Na consecrated ni kusema kuna vitu sitajichanganya nazo. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu sitaingilia. There are some things I shall not involve myself in because I am consecrated. Bwana asifiwe sana. Nasema tena Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anamwambia Musa, chukua damu lakini chukua pia mafuta ukampake Haruni na watoto wake na watakuwa consecrated. Katika Exodus hiyo Exodus chapter 40 verse 9. Huyu kijana anajua computer. Exodus 40 verse 9. Tutaenda mbio kwa maana time zimeenda. Bwana asifiwe sana. Exodus 40 verse inasemaje? Tunasoma, take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be what? Hallelujah. Hata haya madhabahu. Nimesema haya madhabahu.
Hata haya, Bwana asifiwe sana, yanawekwa, yanafanywa kuwa matakatifu. Si unaona nimeambiwa nipande nikatoa viatu. Nilikuja nikakuta watu hapa juu wametoa viatu. Nikaona mchungaji wangu amepanda akatoa viatu. Nikajua hata mimi nitatoa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana umeniambia hapa ni mahali patakatifu. Kwa maana kama ningekuja na madharau ningesema ndiko ruta irato neke nini. Hapana, nimeheshimu madhabahu ya Musa. Huyu Musa. This is his pulpit. Kama niheshimu hata mimi nitaheshimu. Bwana asifiwe sana. Na sio tu madhabahu. Hapana, angalia hapo tu mbele verse 15. Angalia verse 15. Angalia verse 15. Angalia verse 15. Nasemaje? Anoint them just as you anointed their father, so that they may serve me as priests. The anointing will be to a priesthood that will continue what? Throughout all generations. Bwana asifiwe sana. Nasema tena Bwana asifiwe sana. Nataka ujue wewe Mkristo. Wewe mtoto wa Mungu. Hallelujah. Kwa ajili ya upako wa mafuta na kwa ajili ya Roho Mtakatifu, wewe uko consecrated. Hiyo mafuta haikomi. It is for perpetual. Ceaseless. Haina kikomo. Hallelujah. Na ndiposa nawaombea kwamba kile Mungu amefanya katika maisha yako akafanya kwa maisha ya watoto wako na wajukuu wako. Hawa dada ndio wananitia moyo. Hawa ndugu wameninyamazia sana. Acha nihubiri, hawa dada ndio wananitia moyo. Akina mama hoye. Na wanyi mnanitia moyo. Bwana asifiwe sana. Ili mtoto wako pia, haleluya, akamwamini Mungu wako, akamtumikie Mungu wako, akasome Biblia unayosoma kwa ajili ya mafuta ambayo hayaishi. Bwana asifiwe sana. Mtoto akikuangalia maisha yako, vile mnakaa na mama, vile mnakaa na mzee, anajua hawa watu maisha yao iko consecrated. Ni maisha ya matakatifu. Kuna vitu hawajitii najisi navyo. Kuna vitu hawajichafui nazo. Hallelujah. There are some things I don't get involved in because my life is consecrated. What about in the New Testament? Angalia 2 Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy chapter 2 verse 20. This is what Paul says. 2 Timothy chapter 2 verse 20. In a large house. Tulubania mnasoma. Tena mmekwani mmeniacha. Anasemaje? In a large house there are many articles, not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for our... Hallelujah. This church is a large house. Itasema tena, this church is a large house. Nimesikia mna kanisa Mwehoko, Thika, Kikuyu, si ndio? Kiambu, si imeenda kila mahali, si ni nyumba kubwa. Sasa nataka wewe uamue. Kana Paulo anasema katika nyumba kubwa kuna vyombo vya aina tofauti. Bwana asifiwe sana. Zingine ni za dhahabu, zingine ni za fedha. Umeona pale? Na zingine ni za mbao, na zingine ni za udongo. Na zingine ni zinatumika wakati wa special occasion. Bwana asifiwe sana. Tumeelewana sasa? Mimi mama yangu mzazi alipumzika about 15 years ago. Mimi nilelewa hapa Nairobi. Kwa sababu ninaelewa Kikuyu, Kikamba, mimi nimesomea hapa Bahati. Mimi hapa Bahati. Nadhomea Bahati, Bahati. Marafiki wengi wangu walikuwa Njoroge, Basharia, Mwagi. Ndio tulichukua nacheza nao mpira. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na kabati. Mnajua kabati? Siada mama ndio anasema, mambo ya kabati. Hao wanaita cabinet. Lakini mnaita kabati, si ndio? Alikuwa na kabati moja, ameweka vikombe na sahani za kila aina na vijiko. Lakini anatuambia, mnaona hizi sahani na hizi vijiko, hizi ni za wageni, msitoe. Akikukuta umechukua kikombe chake cha wageni, ati wewe unakunywa nayo chai, utakuwa na siku mrefu. Because it is an article or a vessel for special occasion. Tunaelewana sasa?
anatupatia zingine za plastic na zingine za melamine na zingine za Caluwax. Unajua ile Caluwax kikombe ya mabati? Hiyo ndio sasa tunakunywa nayo uji. Hiyo ndio tutakunywa nayo chai. When my son was growing up, nina kijana mmoja alipokuwa anakuwa, alikuwa na kikombe ya plastic ya red. Alikuwa akimaliza uji, hiyo kikombe inakuwa mpira tena, anaweka chini tena anapiga teke, kwa sababu it is not ni kikombe ya kawaida. Itakunywa maji, itakunywa uji, itakunywa chai, itakunywa maziwa na pia ni mpira. Lakini ile ya mama huwezi kupiga nayo mpira, kwa maana itapasuka. Si ni kweli? Sasa chaguo ni lako. Bwana asifiwe sana. Chaguo ni la. Ndio maana tuna ujumbe wa wiki hii. Bwana asifiwe sana. Angalia verse 21 inasemaje? Inasemaje? Those who do what? Cleanse themselves from the latter will be instruments for special, made holy, useful to the master for any good. Nataka tukimaliza hii conference, you shall be prepared for any good work. You shall be ready for any good work. Utakuwa tayari kutumika na Bwana katika njia yote ile. Sema amen. Kwa maana utakuwa chombo kitakatifu ambacho Mungu anaweza kutumia wakati wowote. Bwana asifiwe sana. Lakini ili ufanyike chombo kitakatifu, lazima uelewe kwa mafuta uliyopokea. Hallelujah. Kwa mafuta uliyofanya nini? Uliyopokea. Kuna vitu fulani hutafanya. Kuna vitendo vingine hautaingia ndani yake. Halo? Kuna picha fulani hutaangalia. Kuna nyimbo fulani hautasikiliza. Kuna mahali fulani kuna vinywaji fulani kwa sababu hiki ni chombo kitakatifu. Bwana asifiwe sana. Unajua katika hekalu ya zamani, ndugu yangu Musa, hata vile vyombo vilitumika kwa hekalu vilipakwa mafuta, vikajulikana ni vyombo vitakatifu. Nebukadnezari alipokuja kubomoa hekalu na akabomoa Yerusalemu, akateka watu kina Danieli na Shadraka na Abednego, akachukua na vile vikombe vitakatifu. Lakini alipoenda navyo hakuvitumia, alivifungia kwa store. Kijana wake hakujua, Belshaza, alipochukua utawala akaita karamu kubwa, akalete paka malaya, akatumana, kuna vikombe ninaona kwa store, muniletee nikunywe nazo. Baba yangu ameziweka kwa nini? Kwa store, zinashika vumbi. Na wafanyikazi wakitumwa si watalete? Wakabebana nazo akaweka ndani pombe. Yeye akaanza kunywa na malaya akiwa anakunywa, akaona mkono unaandika mene tekel ufarisi. Akapiga nduru. Ululu. Kagudhile hatia. Ni mkono haina mwili na inaandika na haelewi hayo Kwa nini? Alichukua chombo kitakatifu akakitumia vibaya. Mungu akile chombo akamhukumu mara moja. Mama yake akamwambia, mwanangu umefanya nini? Muite Danieli, ndiye anajua majibu ya haya maneno. Danieli alipokuja alimwambia, mfalme, umekunywa na hivi vyombo Mungu anakuambia ufalme wako umepimwa kwa mizani, umeonekana haufai, na kutoka leo umenyang'anywa. Usiku huo hakuamka, alipinduliwa usiku huo. Kuna mahali unafika unajua macho yangu ni matakatifu, masikio yangu ni aina gani? Ni matakatifu. Miguu yangu ni nini? Kwa hivyo kuna baa, mimi siwezi kuingia baa. Siwezi kuangalia sinema za watu hawana nguo. Macho yangu nimekataa, sababu ni macho matakatifu. Am I talking to somebody here? Yes. Kuna watu siwezi kugusagusa na mikono yangu. Hii mikono nimesema ni mikono mitakatifu. Si ya kupiga bibi yangu, ni ya kubariki. Hallelujah.
Siwezi kuchukua mkono wa kubariki watu tena pia nao mtu mwingine. Tumeelewa na watu wa Mungu? Hiyo ndio maana ya ceaseless flow. Mafuta ambayo hayakomi. Unayakumbuka hata ukiwa kazini, hata ukiwa nyumbani peke yako. Watu hawako, lakini unasikia kuchange TV, uangalie Niger. Wakipigana, wakifanya mambo ya uchawi. Waachana nayo. Wewe ni chombo kitakatifu kwa mafuta uliyopokea. Nasema kwa mafuta uliyopokea. Bwana asifiwe sana. Nasema tena Bwana asifiwe sana. Naomba kama hujapata mafuta, wiki hii ukapate mafuta ya Bwana. Yabadilishe maisha yako kabisa. Bwana asifiwe sana. Katika chuo cha Samueli, tuko pamoja? Sura ni ya 9 mstari wa 27. Pana kijana alikuwa anaitwa Sauli. Ametumwa na baba yake kwa sababu punda imepotea. Punda imefanya nini? Punda zimepotea. Akamwona baba yake, nenda ukatafute akiwa anatapilika pilika ya kutafuta punda. Nimesema 1 Samuel chapter 9 verse 7. Alipokuwa anatafuta punda, akakutana na nabii Samueli. Haleluya. Nasema tena haleluya. Naomba wiki hii ukakutana na nabii. Unajua niliposema mimi ni mwalimu, nikusema mimi si mwinjilisti. Bwana asifiwe sana. Unajua mwinjilisti atahubiri, alafu awaite mbele, awaombea, awekelee mikono. Mimi si mwinjilisti. Mimi ni mwalimu, lakini naombea watu nikiendelea. Nikiendelea naombea wewe pokea baraka yako mimi ninapoendelea. Hallelujah. Are you understand me, friends? Akiwa anatafuta, mwambie neighbor pale, neighbor. Tafuta jirani unaona ana anointing kwa uso. Mhubirie. Usihubirie mtu unaona amekauka kabisa. Ceaseless anointing. Ukiangalia niona toguta. Kwa udhio unaona toguta. Zungumza na mtu wa aina hiyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie neighbor, Sauli akitafuta alikutana na nabii. Hallelujah. Naomba wiki hii ukakutana na nabii. Maandiko yanasema, hii tutasoma pole pole, hata kama tutasimamia hapa tutasimamia hapo, lakini msaidike. Inasemaje? As they were going down. I'm the teacher, sio wewe. Sasa mnasimama pale nawaambia msima. As they were going, kuna mtu uko hapa, biashara yako has been going, mmepata. Tunamwambia nyinyi group A. Bwana asifiwe sana. Whatever has been going in your life from today shall no longer go down. Labda afya yako imekuwa ikienda wapi? Pesa zako zilikuwa zikienda wapi? Familia yako imekuwa ikienda wapi? Kutana na nabii akusimamisha. You shall no longer continue going down. Because when you go down, you shall go to the edge. Na ukifika ukingoni utaangu, lakini we kutoka leo. Niliwasifu naona mmeninyamazia. Naona hawa zetu wameshika moto sasa. Bwana asifiwe sana. Nasema as for you from today, you shall not go down anymore. Siambia ujirani yako, neighbor, I want to testify to you now. My life will never ever be the same again, because from today whatever was going down shall no longer go down. The devil is a liar. Anajaribu kuzuia tufike hii mkutano. Wewe umekuwa ukienda down. Your numbers in the church have been going down. Haziendi down tena. Bwana asifiwe sana. Namba ya vijana inapungua kanisani. Wamepungua mpaka leo. Lakini kutoka leo, nasema kutoka leo, they are changing direction. Wataongezeka.
Bwana asifiwe sana. As they were going down to the edge, Samuel said to Saul, tell your servant to go on ahead of us, so that me and you stay where? Here. But you stay here, don't go down. Mimi nawe tukae wapi? Nikutolee unabii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu kwa sababu ya upako utaacha waendelee. You must separate yourself from them. So Samuel tells him, let the servant watch away. Wakianguka wangu, wewe kaa hapa nikutabirie maneno. Hallelujah. Kama ukiona mtu anatoka nyuma na mbio, wacha hizi mbio za mbinguni, si niwasaidie? Hizi mbio za mbinguni, you cannot come out first. Neither can you come out last. Those two positions have been taken by Jesus. Yesu alisema, I am the first and I am the last. Kwa hivyo hata mtu akikupita hawezi kutoka first. Nikukupita tu amekupi na wewe hautatoka last. Kwa maana Yesu ndio first na tena ndio sisi wote tuko hapo katika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiona mtu anakupita anambia wacha wewe baki na nabii. Nasema wewe bakia na nabii. Hallelujah. Samueli anamwambia wacha aende, wewe baki hapa nikuambie kitu, so that I may give you the message from God. Hallelujah. Endelea mbele. What's the next chapter? Is it chapter 10 verse 1? Endelea. Television. First Samuel chapter 10 verse 1. I think that's where we are going now. Then, are you seeing that? Then what did Samuel do? He took a flask of olive oil. What did he do? And poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Somebody say amen. Tukumbushane tu kidogo. Akitoka nyumbani alikuwa ameenda kutafuta alipokutana na nabii akabadilishwa. Aliporudi nyumbani hakuwa mtafutaji wa punda tena, alikuwa mfalme. Somebody say amen. Naomba wiki hii umekutana na nabii na nimekuja kama nabii kwa upako wa mafuta ya Mungu aliye hai. Vile ulitoka nyumbani sivyo vile utakavyorudi. Hallelujah. May God change your condition. Hali yako ibadilishwe, njia zako zibadilishwe, karima yako ibadilishwe, situation yako ibadilishwe. Somebody say amen. Nisaidie tumwambie neighbor. Saul left home a donkey seeker. He went back a king. Mwambie usicheze na mafuta, usicheze na mafuta. Mafuta inabadilisha mtu kabisa. Amen. Inabadilisha mtu kabisa. Kwa mafuta kaambia wewe ni mfalme. Niendelee. Angalia mstari wa pili. Bwana asifiwe sana. Verse 2, endelea tu na hiyo. Akamwambiaje? When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb at a place called what? Zelzah, on the border of Benjamin. What will they say to you? To look for, have been. Wachana na hiyo. Tuanze tu hapa. Kwa mafuta. Nilitumwa kwa mtu hapa. Natafuta niliyetumwa kwake. Nilitumwa kwa nani? Ni wako pande hii. Bwana asifiwe sana. Kwa mafuta ya leo, mali yako iliyopotea. Hawa wamekumbuka pia walipoteza vitu. Wacha niwasaidie. Nasema mali yako iliyopotea lazima ipatikane. Hallelujah. Wakati wa Elisha, sikuna mwanafunzi
wa nabii aliangusha shoka na ikazama, si angetoroka? Lakini alienda kwa nani? Kwa nabii. Akamwambia, nilikuwa nimekopa hiyo shoka, haikuwa ya. Alisema, alas master, it was borrowed. Sasa siwezi kurudisha ile miti ya shoka na haina ni ile kichwa imeanguka kwa maji. Nabii akatafuta kijiti tu. Haleluya. Akauliza, imeanguka wapi? Hapa. Akatupa wapi? Sili float. Nami nimekuja kama Elisha. Niseme ama niache? Nasema faili yako umekuwa ukiambiwa imepotea ya kotini, kutoka sasa nimeiita. Hawajapoteza, si watu wa kotini. Watu wanaenda kotini wako pande hii. Bwana asifiwe sana. Ushaenda kotini ambapo faili yako ilipotea. Leo nimekuja nikuambie faili yako iliyopotea ya promotion, ya kuendelea mbele, ya kesi yako, tumeita saa hii kwa upako wa mafuta. Hiyo faili itapatikana, hiyo promotion itaingia, hiyo kesi utashinda. Bwana asifiwe sana. Naomba siku ya leo vitu zako zote ambazo unajua zilipotea na hata zingine haukujua. Unajua kuna vitu zingine hata ujuzi zilikuwa zako na zikapotea, lakini zilikuwa za kwa nini? Zikitoka mbinguni zilikuwa zimeandikwa jina ya Musa, lakini somewhere along the line pamekuwa na delay, pamekuwa na diversion. Leo hii tunaondoa delay. Nasema tunaondoa delay, tunaondoa diversion. Lazima zikufikie. Somebody say amen. Inua mkono mmoja, sema my father. Siwasikii sauti yenu. Nikiingia nisikia mnaimba vizuri sana. Msininyamazie. Tunaomba, this is how I pray. Niwaambia mimi hamtakuja mbele niwaombe. Mimi naomba hivi. Inua mkono, sema my father. Every blessing, every finance, every miracle that came from heaven with my name on it, no more delay, no diversion. I shall receive it in Jesus' name. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi ya amani. Ukapokee promotion yako, ukapokee faili yako, ukapokee ushindi wako. Kama ni punda walipotea, ukapokee. Kama ni mshahara umechezwa miaka yote, wengine wanaongezwa, wewe hauongezwi, nimekufungulia pesa zako zote zilizopotea zikufuate, zikufikie katika jina la Yesu. Sema amen. Kaonga jirani ule uzungumza na mwambie neighbor, si nilikwambia my life will never ever be the same again in Jesus name. Niko verse 3. What was on the computer? Bwana haraka sana. Then you will go on from there. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia King James na New King James nasema then you will go up from there. You are not going down but you are going up. You are not going down but you are going forward. Then you will go on forward. Are you seeing those words? Kutoka leo unaenda mbele. Huku ndo nasikia kuna ameni mzito. Sema kutoka leo hauendi chini, unaenda mbele. Biashara yako inaenda mbele, watoto wako wanaenda mbele, maisha yako yanaenda mbele, hili kanisa linaenda mbele. You shall go on forward from there. Hallelujah. Pale ulipo siku ya leo haujakorogewa. Nirudie tena. Pale ulipo siku ya leo haujakorogewa. Kibiashara haujakorogewa, kifedha haujakorogewa, kihuduma haujakorogewa. Hallelujah.
The only thing imekorogewa ni hizi pillars. Si ndio engineer? Hizo zimekorogewa. Wewe hujakorogewa. Simama tu kidogo, chukua hatua moja, mwambie simama tu kwa miguu. Chukua tu hatua moja mbele. Moja tu. Sema sijakorogewa. Sinaona nimesonga mbele. Vile nimesonga hivyo hivyo, hata pesa zangu zinasonga. Watoto wangu wanasonga. Hii kanisa inasonga. Biashara yangu inasonga. You are going where? Forward. You are going where? Forward. Someone anamwambia, you shall go on forward from there and come to the terebinth tree of a place called what? Tabor. Are you seeing that? Had to sum the next sentence. Then 3 men, then 3 men going up to God at Bethel will meet you. One carrying 3 goats, another by the anointing, your provision shall be released. Nasema kuna watu wako na mbuzi zako. Bwana asifiwe sana. Are you seeing it's coming after the anointing was there? After the anointing, anaambiwa kuna watu utakutana nao. Mmoja anabeba mbuzi wangapi? 3. Mwingine anabeba nini? Mikate 3. Na mwingine amebeba nini? Kiriba cha divai. Are you understanding me now? Anamwambia the following verse 4, anamwambiaje? Enda pio. And they will greet you and give you 2 loaves of bread which you shall receive from their hands. Kwa sababu ni malia. Hallelujah. I say hallelujah. By the anointing of oil, by the anointing of the Holy Spirit, may your provision be released. Bwana asifiwe sana. Gonga jirani yako, mwamshe tena, mwambie neighbor, kuna watu mena idoshi yakwa. Hao watu lazima wanitafu. Hao watu lazima wakutafute. Hao watu lazima wakulocate. Hao watu lazima wakutafute, wakulocate, wakupatie mikate yako. Hautashinda njaa na kuna mtu ana mikate yako. Hautaonekana maskini na kuna mtu ana mbuzi zako. Hizo mbuzi zako lazima zirudi. By the anointing of this oil, goats are released. Somebody say amen. Are you understand me, friends? Bread is released. Nataka tuelewe kwa nini Samueli anamwambia and you shall receive from their hands. Ni kwa sababu watu wengi hatujaelewa, God does not have a giving problem. Ni sisi tuko na receiving problem. Mmesikia vile nimesema? Mungu hana shida ya kupeana. Ni sisi tuna shida ya kupokea. Kwa maana kuna kitu utaletea usema, hichi sio dheneshi yako. Oi. Mutumia waandikwa tani. We kati na hichi sio the. Shut up, pokea. Unaletewa vitu na sasa mwana wa modheni tani. Oi, indoishi nenyi igemo no oe. Taruta hanini. Mwambie jirani yako kutoka leo. Mwambie jirani yako neighbor, kutoka leo ukiletewa mbuzi pokea, ni zako. Ukiletewa mikate fanya nini? Ni za nani? Mike, hebu nipatie simu yangu. Iko kwa mfuko hapo. Nataka uinue simu. Si uko na simu? Hii ni simu yangu. Hii ndio inapokeaga M-Pesa. Bwana asifiwe sana. Nataka utoe ile inapokea M-Pesa. Ishike kwa mkono. Siogope. Na uzungumze nayo. Uzungumze na? Uiambie wewe simu.
wewe ni wangu. Nilikununua. Nikapokea ujumbe. Nitupe ujumbe. Nisikize watoto wakinipigia simu. Na dada zangu. Na wazazi. Wakipiga simu nasikia. Na pia nilikununua. Nipokee M-Pesa. Zungumza na hiyo simu. Na niambia kutoka leo waacha kupokea pesa ya madharau. Unazungumza na simu yako kama umeogopa. Yaambie kutoka leo anza kupokea pesa ya maana. Kwa maana kuna watu huko nje wana mbuzi zangu, mikate yangu, hata pesa zangu wako nazo. Naziita zipokee. Pastor Musa, najua kuna watu hapa simu kiingia shilingi 20,000 inazima moto. Ama inaanza kujifanya na nyongo. Naona hizo pesa ninyi imezoea kupokea 500, 200. Hiyo ni pesa ya madharau. Na ikiingia 10,000 anangojea ka message ka M-Pesa ati imeingia kwa mako. Hiyo pesa dial this number uriva. Kutoka leo hata wamama wameshtuka. Nizungumze na wazee. Nihubiri ama mmechoka? Sema mimi nakuhubiri, nasema kutoka leo. Kutoka lini? Ikiingia 15,000 si ya kurudisha. Ni ya nani? Ameshika ujumbe wangu sasa. Hata ikiingia 50,000 si ya kurudisha. Ni ya nani? God does not have a giving problem. Ni sisi tuko na receiving problem. Kwa hivyo ukiletewa pesa unaona 1,100 imeingia, nitaitiwa polisi. Unapiga simu kwa M-Pesa. Halo, kuna pesa imeingia hapa. Nataka kushtaki, nifanyeje? Wewe shut up. Hiyo pesa ni yako. Bwana asifiwe sana. Ni ya nani? Kutoka leo na mkono wako na simu yako sema, Baba, asante kwamba my provision has been released by the anointing. Weka simu chini, pigie Bwana Yesu makofi ya maana. Hallelujah. Nasema tena hallelujah. Mnaelewa ujumbe wangu? Mnaupokea? Hebu endelea mstari unaofuata, mstari wa 5. Then after that, anasemaje? After that you shall come to the hill where the Philistine garrison is. When you come there, ukifika katika mlima wa Mungu. Mlima wa nani? And it will happen when you have come there to the city that you will meet a group of prophets coming down from the high place with stringed instruments, tambourine, flute, and a harp before them. They will be prophesying. Look at verse 6. Verse 6. Anasemaje? And the Spirit, sisikie mkisoma, and the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another. Are you seeing the power of the anointing oil? Nataka niseme hivi. Pastor, ukiniambia nataka niseme niambieni, tell me to stop, because I'm on a roll right here. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Are you understanding my teaching? Inside each one of us, God has deposited gifts. Hakuna mtu kwa nyumba ya Bwana na mtu tuwadho. No teri. Dada navata. Hapana. All of us. Kuna karama iko ndani ye? Na hiyo karama ndio nimekuja kukoroga. Aya. Nasema nimekuja kukoroga. Nimekuja kama kijiko.
Ni koro. Ushakunywa chai unafikiri ni nduvia, mpaka ukifika chini unakuta ilikuwa na sukari. Na umeng'ang'ana, umevumilia sana. Unasema mama amenipatia nduvia, acha nikunywe kwa maana sijui kama kuna sukari. Unavumilia, suffering without bitterness. Lakini ukifika chini unakuta sukari iko wapi? Ni kwa sababu hauko koro. Kila mmoja wenu hapa kuna sukari ndani yenu. Kuna karama ndani yenu. Sauli hakujua, akitoka nyumbani, yeye alikuwa anaenda kutafuta akakutana na nabii. Akamwambia, wewe ukitoka hapa kwa ajili ya hii mafuta, punda zimepatikana, mikate na mbuzi utapewa. Na ukifika pale juu ya mlima wa Bwana, utagundua hata wewe unaweza kutoa unabii. Ona wewe moradhi. Najua wengine kazi yenu kwa radheruo. Na ujui kwamba hata wewe unaweza kwa mora. Hallelujah. Nasema tena hallelujah. He had a gift in him. He never knew it existed. Unaniona nikihubiri hapa sema, I wish I can preach like that man. Do you know you can? I'm preaching because of the anointing. Pastor Musa preaches because of the anointing. Pastor Hosea preaches because of the anointing. Are you understanding me now? Hata wewe hiyo upako ikija juu yako, si utajikuta hata siku moja unatoa ushuhuda. Unawekelea watu mikono, unaona wakipona. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nimesema vibaya? Ninawasaidia. Na kweli ikatendeka kwamba alipoenda pale akakuta manabii wanatabiri. Bwana asifiwe sana. Naye akaanza kutabiri. Hallelujah. Waliomfahamu kwamba keneke mwana kia Kishi, wana idhere nitomoi etagwo Kishi. Wanakaga pale ng'ambo, ile rogongo ingine ndio kwao. Sijui anafanya nini huku, kumbe alikuja kutafuta na huku akakutana na nabii. Sasa ameanza kutoa nini? Unabii. Wakaulizana sema, is Saul also among the prophets? Yani hata Sauli. Kwa hiyo wameshangaa. Bwana asifiwe sana. Wanaulizana, hey, hata Sauli pia ni mradhi? Bwana asifiwe sana. Nataka nikutabirie. Si nikubariki? Niseme ama ninyamaze? Bwana asifiwe sana. Kwa upako unaopokea wiki hii, utakapotoka hapa, kuna vitu utafanya. La kazata la kasa. Hallelujah. Are you seeing that statement ya mwisho nasema, and be turned into another man? Be turned into another man. Kama umekuwa na title Modheni, inabadilika. Kuna wadada wameshikia, roho ametembea hapa. Unaanza kuitwa Getonga, Mondo wa Indo. Simuombea wazee pia. Bwana asifiwe sana. I am praying that you shall be turned into another man. Ili waliokufahamu pale awali waulizane, is Musa also among the billionaires? Kwa maana wanajua baba yake, wanajua mama yake, wanajua historia yake, wanajua hiyo family ni adheni. Si watu wana mali, si watu wako na kitu. Kwanza ni Mkorino. Wanasema Mkorino si wa mataji. Nataka mtu akuangalia sema, kwani wa Korino pia ni matajiri? Bwana asifiwe sana. Si punda zimepatikana? Na si umepewa mbuzi na mikate na kiriba cha divai? Hallelujah. Na karama yako imekorogeka. Bwana asifiwe sana. Lazima waliokufahamu washangae. Bwana asifiwe sana. Si Yesu alishangaa? Maandiko yanatuambia habari za Yesu.
Bwana asifiwe sana. Alipoenda kuhubiri kwao nyumbani, Marko chapter 6 verse 3, waliokuwa na mfahamu, Bwana asifiwe sana, waliulizana, huyu mtu alipata wapi nguvu za kufanya miujiza? Bwana asifiwe sana. Nimesema Mark, angalia vile swali alikuwa anajiuliza, is this not the carpenter? The son of Mary, the brother of James, Joseph, Judas and Simon. Are not his sisters here with? Paka wakakwazika. Alitajirika lini? Aliendelea siku gani? Unajua kwa nini wanakasirika? Nisema ama niache? Umerudi kwa village na Prado. Hata mama amecheka. Nasema umerudi kwa village na Prado. Na wanajua kwenu hata baiskeli baba hakuwa na. Lakini wewe na Kiremba umerudi kwa village na Prado na V8. Mama ndio wanapokea. Wazee mnataka kubakia kwa Probox. Mnataka kubakia kwa Progo. Si mtaka kwa Probox. Bwana asifiwe sana. Hata mtu akisikia kukata mbele yako anaangalia dere, anaona ni mkori, lakini anaona mkorino kwa V8. Ni kwa ajili ya upa. Hallelujah. Jamaa walikasirika. Walisema kimwana hiki hili si ni wa Mariamu? Si ndugu zake tuko nao hapa? Dada zake hata mimi nawajua. Hata vijana mimi nasema hata mimi dada yake moja alikuwa anamkatia. Sasa anakuja hapa anafanya miujiza. Angalia Acts chapter 10 verse 38. Ni mtafikiri na ubiri kumbe naendelea nikimaliza. Bwana asifiwe sana. Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10 verse 38. How does it begin? Ni wamama tu anasoma, wazee wamekataa kusoma. Wazee tumieni school fees 3-4. Nasemaje? How God anointed Jesus of, wachia tu hapo, Jesus of, siwe ni Musa? Si umetoka village fulani? Ati? Kaine. County gani? Murang'a County. Umesikia vile amesema? Hivyo hiyo jina unaona Jesus of Nazareth ni jina yake ya kipande. Jina ya kwa kipande umeandikwa huyu ni Jesus, anatoka wapi? Nazareth. County yake ni gani? Galilee. Nation ni gani? Israel. Musa from Kaine County, Murang'a, Republic of Kenya. Jina ya hiyo ndio ya Yesu ya kipande. Lakini maandiko yanasema God anointed that Jesus of Nazareth with what? The Holy Spirit, and received what? Power. Hallelujah. And he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. Why? For God was with him. That's why they are being offended. Kwani walimkumbuka, lakini wajue huyu sasa amewekwa ni mtu tofauti, ni chombo cha kutumika na Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka utoke hapa ukijua wewe ni chombo cha kutumika. Bwana asifiwe sana. Can I give you 2 more? Can I give you 2, Pastor? Can I give 2 more? Bwana asifiwe sana. You getting my point? Nataka mshike hiyo point ya Yesu. Tuangalie Daudi. Bwana asifiwe sana. Tuangalie nani? 1 Samuel, same book, chapter 16, verse 12. First Samuel 16 verse 12. So, inaanzaje? So he sent for him and he had him brought in. Sasa tuelewane. Samueli ametumwa na Mungu na yuko na rohea. Ameweka Bwana asifiwe sana. Anaambiwa kwa boma ya Jese
kuna mfalme. Kwa boma ya nani? Kuna nani? Akaenda akaingia. Haleluya. Amepiga ho? Yesu anamuuliza, "He? Mtumishi, karibu sana. Unatafuta nini?" Nimekuja kuabudu Bwana." Nikaenda kumwambia, "Hapa kwa boma yako kuna mfalme. You have a king." Yesu anashtuka. Hii moshio, yani boma yangu iko na mfalme. Mothamaki. Huko kwakwa. Huko kwa thamaki ye. Atongoria ri, atiri huko. Wacha nikwambie muherega witu ri. Simona anajua Kikuyu. Anointing can take you from your muherega. Ikoe katika muherega wa thamaki na atongoria. Bwana asifiwe sana. Samueli akamwambia, Mungu alinituma na akaniambia nije nimpake mafuta. Yesu akasema, haya, aje niite vijana wangu. Akaita vijana Eliab, Elishama, Eliahu. Lakini wote wanakuja mmoja mmoja, ni warefu, mapande ya watu warefu wanakuja, wanatembea kama askari jela, wanataka kwenda recruit. Yesu akiwa Samueli akiwa anasema, ondone uchio. Naye Mungu anasema, tiochio. Marasa Roho Mtakatifu anasema, not that one. Not that one. Not that one. Not that one. When the day of your manifestation comes, can I preach? Yes. I said, when the day of your manifestation comes, some people may go ahead of you, but God shall say, not that one. Somebody say amen. Kwa sababu hiyo siku ni ya Bwana asifiwe sana. Wakamalizika vijana Samueli akauliza Jese, wameisha watoto wako? Akamwambia, si nilikwambia hapa kuna mthamaki? Athamaki ndio hawa wamepi? Na hujapata hapo? Akasema hakuna kijana mwingine. Sema kunaye, huyo si king material. Huyo ni shepherd material. Huyo na kuvuta mkokoteni. Huyo na kulisha ng'ondu. Hata hatumuhitaji mbele ya watu kwa sababu atakuja hapa ana uchafu na mapua yake unaweza kuta kemira bado iko kwa mapua, anatuaibisha huyo toshambilia. Tigana na ocho Timothamaki. Samueli akasema hatutakaa. Haleluya. Hatutafanya nini? Hatutakaa mpaka huyo afi, hata kama ana kimira. Mungu akikuonyesha kidole hivi, kemira ono kemira, utatawala. Nasema utatamalaki, utasonga mbele. Somebody say amen. Wakatumana hapo ndo tumeshikia ujumbe. So they sent for him and brought him in. He was glowing with the health and a fine appearance and had some features. He was still very young. Kwa hivyo amekuja haraka. Sema, "Fafa, unasikia unaita daddy? Akifika sana na kupanguza mapua. Nasikia." Yesu anasema, "Si nilisema, angalia hii kijana. Anajifanya nini? Kutuaibisha hapa." Lakini Roho wa Mungu anazungumza. Anamwambia Samueli, "Mondone ochio." Wadhamaki ni ochio. Leo nimetumwa na Bwana. Niambie mtu hapa, wamekudharau, wamekuchekelea, wamesema kilemba kisongi mbele. Leo umekutana na nabii, anakutabiria, anasema mondone we. Bwana asifiwe sana. Gonga jirani wawili waambie, neighbor, mondone nie. Bwana asifiwe sana. Waambie mwingine upande mwingine, mondone nie. Bwana asifiwe sana. Ili kutoka leo wakuheshimu kwa ajili ya mafuta. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili ya lazima wakuheshimu. Wajue wewe ndiye mtu ambaye Mungu amechagua, a vessel of honor. Chombo cha kutumika na Bwana. Ni nani? Ni wewe. Hallelujah.
arise and do what? Anoint him. For this is the one. Verse 13 nasemaje? Verse 13 nasemaje? Verse 13 nasemaje? So Samuel and anointed him where? Maandiko yanasema God has prepared a table for me in the presence of my enemies. How can that happen? Because he has anointed my head with oil and my cup is running over. Bwana asifiwe sana. In the presence of his brothers uliomdharau akamwagiwa mafuta. Na maandiko yanasema from that day the spirit of the Lord came powerfully upon David. Bwana asifiwe sana. Niangalie ninavyotaka kusema. Daudi hakurefuka wala hakuzeeka wala hakunenepa. Hapana. Alibakia na kimo kile kile. Lakini akaenda kutembelea ndugu zake, anapelekea chakula. Siku 39 Goliathi anatukana watu wa Mungu. Nipeni mtu. Nawaita majina. Iguaishi. Wapi mtu? Hamuna mwanaume. 40 days, 39 days. On the 40th day, Daudi amefi. Siku za mwizi. Siku za mwizi inakuwa ngapi? Siku ya 40 Daudi amefi. Hakuwa amerefuka. Hakuwa amezeeka. Hakuwa amenenepa. Alikuwa vile. Lakini ana mafu. Hallelujah. Nasema aja nijaribu. Hallelujah. Wengine wakisikia sauti ya Goliathi wanatoro. Daudi anasimama na muangalia. Kihiki. Bona inatisha sisi. Hallelujah. Salibita kehe. Kwani wengine walikuwa hajui? Lakini hawakuwa na mafuta ilifanya Daudi akainuka. Pale wengine wanaona giant. Very strong, very big, very tall. Daudi alisimama akasema, "Haya. Huyu anawasumbua yeye. Tell King Saul I'll take care of him." Ashughulikie mambo mengine. Hii nimemali. Bwana asifiwe sana. I got this. Nataka uelewe. David never became taller, never became bigger, never became older. But because of the anointing, he became a giant killer. I said because of the anointing, he became a what? A giant killer from this service. I'm saying from this service. You may not become taller. You may not become bigger. You may not become older. But because of the anointing, you are going out of here as a giant killer. Somebody say amen. Ambia jirani yako, I told you, my life will never, ever be the same again because I am a giant killer. Bwana asifiwe sana. You don't have to become a giant. By the anointing of ceaseless flow, you'll be a giant killer. And according to the words of Jesus, Bwana asifiwe sana, he became a destroyer of the works of the devil. Hallelujah. Jesus became a what? A destroyer of the works of the devil. 1 John chapter 3 verse 8. He says, and for this reason, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. As you leave this house, inua mkono wako, sema my Father. Sema my Father. There it is. The reason the Son of God appeared
was to do what? To destroy the devil's work. You know, I'm going to say, my father. Siski. Musa, wanakuwaga soft hivi. Ama nataka ka volume. Mtaniongeza ka volume? Ama nirudi umoja? Niendelee? Basi inua sasa. My father. My father, my father, my God. By your anointing of ceaseless flow of oil, every work of the devil against my life, my children, my family, the work of my hands, or our church, from today, in the name of Jesus, you are defeated, you are over, you are scattered, and every giant that is risen against the work of God, right now, in the name of Jesus, you shall die, 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 in Jesus' name. Pigia Bwana Yesu makofi amani. Sinawapatie moja niende. Kawana mudhoni ananingojea saa hii. James chapter 5 verse 13. This is the last verse I'll give you. James chapter 5 verse 13. James 5:13. Is anyone among you suffering? Let him do what? Is anyone cheerful? Let him sing what? Verse 14. Is anyone among you what? What should they do? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. Doing what? Anointing him with oil in the name of the Lord. And verse 15 tumaliza na hiyo. And the prayer of faith will do what? Save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed any sins, what will he do? Bwana asifiwe sana. By the anointing of oil, we address every sickness. Hallelujah. Nasema magonjwa ya kila aina, maradhi ya kila aina, virusi, germs, bacteria, fungus, every disease-causing agent, I address you tonight in the name of Jesus Christ. In this revival meeting, those who have come in this house, those who are watching us online, in the name of Jesus Christ, if you have got any sickness, any infirmity, right now, in the mighty name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Father, I rebuke and I cancel the spirit of premature death that has been encroaching towards your children. We say no. That none in this house who's listened to my voice, by the power that is in Jesus' name, none of them shall die prematurely. All of them shall fulfill their purpose. In the mighty name of Jesus Christ. And together we say, and again we say, pigia Yesu makofi amani. Mwambie jirani yako, I told you, my life will never, ever be the same again. Mwambie neighbor, tuwe nawe for a long time to come. I'm not going anywhere. Bwana asifiwe sana. I've rebuked the spirit of premature death. You must fulfill your purpose. Somebody say amen. Do you know what I've just done? Do you know what I've just done? Come on, go ahead and rejoice. Pigia Bwana Yesu makofi. Fanyie shangwe.
Hallelujah. Hallelujah. By that prayer and that announcement, I've just cancelled your funeral. If the devil's planning for a funeral this year, hiyo nimekaja. Haiko. Tutakutana next year. Huendi. Nasema huendi mpaka utimize malengo yako. Utimize makusudi yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen, amen. Mumekutana na nabii. Ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda chini. Si Mungu ni mwema. Ukakutana na nabii na ametabiri. Hallelujah. Are you blessed? Sasa si ni kupanda tu katika mlima wa Bwana, na tukifika huko ni kuabudu. Amen. God bless you, Bishop. We are blessed. Si kesho tutakuwa hapa mapema ili tupande. Hallelujah. We thank God for you, Bishop. We are blessed. Mesikia ile mambo imekansoliwa. Hata vifo simekansoliwa. Sasa mwaka huu hakuna mambo ya Bruce Spring. Mwaka huu tutapumzika. Amen. Kwa hivyo Mungu ni mwema. And we are very grateful ya kwamba leo tumekutana na nabii. Na tulikuwa tunateremka, sasa mambo imebadilika. Ni kwenda juu. Amen. We thank God. That was a powerful word. Our lives will not be the same again. In Jesus' name. So because of time, we shall not continue. We shall ask our brother for protocol. Brother Erikana, you come here, you tell us what is next. And then tomorrow, mapema. Wanasema mapema? Amen. Na upande huu nimesikia Bishop. Mapema ndio? Amen. Wako mbele hata ikiwa hawatafika mbele. Si Yesu wako mbele. Glory be to God. So karibu sana na kesho tukutane mapema. Amen. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hallelujah. Najua mmefurahi sana juu tumewatunza. Si ni kweli? Tumewatunza. Bishop, hiyo nguvu ni sisi tumetunza. Na pia pastor amewaambia hata mkikibia bado mko katika Yesu mbele na nyuma. Bwana asifiwe. Asante sana, hata sisi tumeshukuru kama wazee na tumebarikiwa sana. Amen. Sasa tukitoka hapa kwa sababu ya kiroho tumepata, si tutatoka nje. Tukitoka nje, pande hii na pande hii iko chai na kakitu ya kumeza. Bwana asifiwe. Hiyo nimemaliza. Bishop pamoja na pastor na wageni wetu wale wako hapa na pastores, tunaitanga pastores ama diko wote, mabibi wa wachungaji, tutapanda juu first pro mkono huu na members of the board tutapanda huku,
tupate kitu kidogo pamoja na bishop na wageni wetu. Si Bwana wabariki. Kuna kitu kingine natarajiwa kusema hapa. Nikipitisha hapo nitaharibu.